Ezekiel ni mmoja wa manabii wakuu. Wako 4 manabii wakuu walioandika. Mmoja ameandika vitabu viwili. Kwa hiyo vitabu vya manabii wakuu ni 5, lakini Yeremia kaandika kitabu cha Yeremia pamoja na Maombolezo. Kuitwa wakuu si kwa maana ya umuhimu, ni kwa ajili ya size tu ya kitabu. Wale wanaitwa wadogo kwa sababu wameandika vitabu vyenye size ndogo, lakini si kwa umuhimu. Tuseme amina. Kwa hiyo kitabu hiki cha Ezekiel, mwandishi ni Ezekiel mwenyewe, na maisha ya Ezekiel yanafurahisha. Alikiandika kati ya 590 hadi 570 BC au KK kabla ya Yesu. Wakati nyeti kuliko wakati wote katika historia ya Israel, kwa sababu kilikuwa ni kipindi cha Yuda kupelekwa uhamishoni Babel. Tunajifunza kwamba Nebukadneza mtoto wa mzee Nabopolassar aliipiga Yuda kwa mara ya kwanza 606 BC na kateka mateka, lakini kati ya mateka mashuhuri walikuwa ni Danieli na wenzake, wakiwa vijana wa miaka 17 kwenda juu mpaka 20. Wote walikuwa watoto hawa, lakini walishafundishwa juu ya Mungu wao Yehova. Amen. Safari ya pili, maana Nebukadneza amepiga Yuda mara 3. Safari ya pili akarudi tena mwaka 597 kabla ya Yesu, na akapiga tena na akateka mateka. Mtu mashuhuri aliyefuatana na mateka hao alikuwa nabii Ezekiel. Akatekwa akapelekwa uhamishoni. Safari ya 3 ya 586 ambako mtu mashuhuri aliyepelekwa alikuwa mfalme mwenyewe wa Yuda, mfalme Zedekia. Akazolewa akapelekwa kule. Lakini hiyo safari ya mwisho ni ya muhimu sana katika miaka yote juu ya Yuda. Usiusahau mwaka wa 586 BC au KK, sababu ndio mwaka ambao hekalu la Sulemani lililojengwa na mfalme Suleman toka mwaka wa 970 anapotawala, akatumia miaka 7 kulijenga mpaka mwaka wa 963 akawa amelimaliza na likafanya kazi. Alipokuja kumaliza utawala 930, utawala ukagawanyika. Sasa hekalu hilo ambalo kwa wana wa Israel kuanguka kwake walikuwa wanajua ni kama mwisho wa dunia, Mungu akaruhusu lipigwe, lichomwe moto, likateketea kabisa. Lakini kitu muhimu sana kigumu kilichotokea ni kwamba sanduku la agano lilipotea toka mwaka wa 586 mpaka leo halijulikani liko wapi. Na mwaka huo Waisraeli kwa kuwa wametawanyika, hawana nyumba ya kuabudia, ndio mwaka masinagogi yameanza duniani. Mark that. Amen. Kwa hiyo masinagogi ni nyumba za ibada za Wayahudi, sio msikiti wa Kiyahudi. Amen. Amen. Amena. Sasa Ezekiel amekiandika kitabu hiki kwa makini sana, na Ezekiel ana makusudi makubwa mawili anapokiandika kitabu hiki. La kwanza, anatangaza hukumu. Bwana akamwambia aitangazie Yuda na Yerusalemu hukumu, na kwamba kwa sababu wameiasi amri ya Bwana hawatapona, lazima waende uhamishoni. Na kaonya, ambaye hata kwenda kufa atakufa hakika.
na likatokea jambo gumu sana. Ukisoma katika Ezekiel, utukufu wa Mungu ukaanza kuondoka, na uliondoka progressively. Ukatoka patakatifu ukaja patakatifu, baadaye ukaenda kwenye lango, baadaye ukaenda kwenye ukuta wa nje, baadaye ukaenda mlima Mzeituni, baadaye ukapotelea mashariki. Na Mungu akawaambia atakayepona ni yule atakayekubali kwenda. Ndugu zangu, hakuna jambo baya kama kuachwa na utukufu wa Mungu. Naomba niende haraka nifike pale ninapotaka kufika. Kwa hiyo hili ni la kwanza, lakini la pili nyeti sana ni kwamba anatangaza pia urejesho. Anawatangazia huruma za Mungu. Kama adhabu hiyo waliopewa watatambua na kujirudi na kumkumbuka Mungu wao, basi atawarejesha. Kwa hiyo Mungu is a God of restoration, ni Mungu wa urejesho. Na hili ni jambo kubwa sana katika kumwelewa Mungu wa Biblia, maana bila hivyo hakuna ambaye angeishi mpaka leo. Na Ezekiel kati ya waandishi ni mtu ambaye amekiandika kitabu chake kiufundi sana, akiongozwa na Roho, na kitabu chake kizima kina mambo makubwa manne. Sura ya kwanza mpaka ya 3 ni wito wa Ezekiel pamoja na utume wake, kutumwa kwake, commission. Kwa hiyo ukisoma sura hizo utaona anaitwa. Lakini sura ya 4 mpaka ya 24 ni hukumu juu ya Yuda na Yerusalemu. Anatangaza hukumu juu. Lakini sura ya 25 mpaka ya 39 ni hukumu juu ya mataifa 7 yaliyokuwa yanazunguka: wa Moabu, wa Amoni, wa Filisti na makabila mengine ambayo yalikuwa yanafurahi sana Yuda anapopigwa, yalishangilia sana Yerusalemu ilipoanguka. Na kuna kitu hapa cha msingi ambacho ndicho kilimfanya Edom apigwe. Alifurahia kuanguka kwa ndugu yake. Mungu anaonya, usije ukafurahi ndugu yako akipata matatizo. Jifunze sana hili. Mungu hawi radhi na mtu anayefurahia mateso ya ndugu yake. Kwa hiyo hilo ni kosa linafanya haya makabila yote yapigwe. Na kuanzia sura ya 40 mpaka ile sura ya 48, hapa ndipo tunaona ujumbe wa urejesho. Kuanzia 33 25 mpaka 32 25 mpaka 32 ndio hukumu juu ya mataifa. Halafu 33 mpaka 48 urejesho. Sawa jamani eh? Yes, a correction. Kwa hiyo sasa, kwa nini nataja mambo haya? Sikiliza. Ninataka utambue na kile tunachokiongea msingi wake ni nini. Kuanzia hii sura ya 33 pale ndio izeba, yani ni pahatari sana hapa. Maana hapo Yerusalemu imeanguka, imepigika, yote iko chini. Mungu anampa ujumbe wa urejesho kama Isaya. Kuanzia sura ya 1 mpaka ya 35 ni hukumu. Sura hizo
3 za katikati 36, 37, 38 na 39, maisha ya Hezekia 40 mpaka 66, naye anaongea urejesho. Kwa hiyo nataka uelewe, Mungu ana huruma, ana huruma. Mungu ana huruma, ana rehema. Tunaye Mungu wa ajabu, Mungu anayehurumia watu wake. Sema amina.